Sasa siku iliyofuata Visi akaona isiwe kinyonge, kwa sababu alisha communicate na yule dada. Basi Visi akaenda kutembea nyumbani kwa yule dada, akampa stori nyingi sana kuhusiana na kazi yake ya benki, namna gani ambavyo iliharibika. Dada namsikiliza kwa makini sana. Visi akamwambia pale kazini kulikuwa na mambo mengi sana, ukiachana na mambo ya kishirikina kazini, lakini pia kulikuwa na chuki binafsi za watu tofauti tofauti. Huwezi amini, nilizingiziwa nimepiga mabilioni ya pesa. Kwa hiyo kampuni ikaona ni bora nifukuze, alafu nikanufaiki na mabilioni ya pesa, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu mpaka sasa maisha yangu ni magumu sana. Bidada akamwambia, sasa sikiliza mwanangu, wala usiwe na wasiwasi, mimi hiki kitu naenda kukisimamia kama rafiki yako wa zamani. Akamwambia kazi umepata. Visi baada ya kurudi nyumbani akamwambia mke wake, mama watoto, sasa hivi usijali, ni mwendo wa tonge na nyama, yaani kiufupi nimepata kazi mpya. Mke wake akafurahi sana kusikia mume wake amepata kazi mpya, lakini kumbuka, imekuwa ghafla sana, kitu ambacho kwa akili haraka haraka inabidi ujiongeze kwamba Visi anaenda kuingia kwenye bonge moja la mtego, kwa sababu huyu dada amekuja kama malaika, lakini ni moja kati ya watu wabaya sana. Cha msingi usitoke hapo, kaa na mimi mpaka mwisho wa hii movie ujue huyu dada ambaye amekuja kama malaika, ambaye ana nguo ya kondoo lakini ndani ni chui, atamfanya nini bwana Visi. Lakini pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata recap kali kama hizi. Mabadiliko ya Visi yakawa ni ya haraka sana. Imagine, ndani ya siku 3 tayari ameshapewa gari ya kutembelea ili imsaidie tu kufika ofisini. Ni jambo la kujiuliza maswali mengi sana. Mke wake anashangilia sana kuona mume wake amepata gari akiwa na mtoto wake, wanaenjoy sana. Sasa bidada ndiyo huyu kama wanavyomuona, nyama nyingi, mifupa kwa mbali, anamletea Visi juisi, kwa sababu Visi amekuja kumtembelea nyumbani kwa mara nyingine tena. Yaani kiufupi, binti ana mitego sana, ana nyama kila kona, kuanzia kwenye kichwa, tumbo, miguu, ni nyama tu zimejaa, kiunoni shanga nyingi kama kilo 8 hivi. End of the day ikabidi amwambie tu Visi, sikiliza, mimi nakupenda. Visi akamwambia, nimeoa na nafikiri unalifahamu hilo. Binti akamwambia, ndiyo nafahamu, lakini inabidi ujue kuwa pia bado ninakupenda, siwezi kukaa mbali na macho yako. Visi akatabasamu ile kijentleman, alafu akamwambia, asante kwa kinywaji, nafikiri natakiwa kuondoka. Alafu akamwambia, tafuta mtego mwingine wa kunikamata, ila huu hapana, wa kitoto sana. Sasa Visi wakati anaanika nguo, kuna simu ikaingia, ambaye kapiga simu ni yule dada. Akamwambia, hatimaye umepokea simu yangu. Visi akamuuliza, una shida gani? Dada akamwambia, Visi, nakupenda sana, hakuna mapenzi yoyote kwenye umaskini. Kiufupi, wewe na mke wako mnadanganyana tu, fikiria mara mbili. Nitakupa pesa nyingi sana, utajiri ambao haukuwahi kuupata kwenye maisha yako, kama utakubali kuwa na mimi. Visi akakaza kichwa pale kama mwanaume, ili asionekane kama anaisaliti familia yake. Sasa usiku Visi akakaa akatafakari sana kiume, maisha ni magumu sana, nina mke, nina mtoto, kwani nikimchiti mke wangu alafu nikapata pesa kuna shida gani? Visi akawaza mno kwa akili ya kila mwanaume ambaye waga anahudhuria vikao vya wanaume, akajumlisha, akakumbuka kilichoongelewa kwenye kikao cha wanaume kilichopita, kuwa mwanaume ni kosa la jinai kukataa pesa inapojileta yenyewe. Sasa tunatolewa kwenye hili eneo ambalo Visi alikuwa anawaza, tunarushwa mbele kidogo, tunamuona Visi yupo na yule dada, tena wamekaa staili fulani hivi ambayo direct inaonyesha kuwa tayari Visi ameshaingia kwenye penzi na yule mwanamke.